Huyo mwanamke bwana ana changamoto moja ya ajabu sana. Kila ukifika muda wa jua kuzama huwa anatoka spidi sana na kwenda kuelekea nyumbani, na huwa akifika nyumbani huwa anajifungia chini kabisa na sehemu maalum special huwa anajifungia na hataki shobo kabisa. Sasa bwana, siku moja bwana yake kama ngoja amfuatilie ajue huyu demu ana matatizo gani. Mbona kila nikiwa naye huwa anatoka spidi anakimbilia nyumbani? Kuna shida gani? Sasa mwamba kufika nyumbani kwa binti, anashangaa binti anatoka kuku wawili anawatupa chini kwenye basement. Sasa bwana, mara yule binti anarudi na mkuta mchizi, anamwambia bwana, ondoka bwana, kama unahitaji kuendelea kuishi basi nakubidi uondoke maeneo haya. Basi bwana, binti baada ya kuongea akajifungia ndani bwana. Sasa mwamba akawa bado hajaelewa hii ina maana gani. Basi bwana, mwamba akiwa anashangaa ghafla bwana, nyumba inaanza kujifunga mageti. Yaani sio mageti tu, mpaka madirisha bwana. Mwamba akawa anashindwa kuelewa humu ndani kuna kitu gani. Basi mwamba akawa hajaondoka, ikabidi achungulie, ajaribu kuangalia binti anafanya nini mule ndani. Sasa kuangalia bwana hivi ndani bwana, akashangaa kumuona binti anakula kuku akiwa wabichi, yani kama vampire sijui zombie Basi bwana, mwamba amekaa pale hajaondoka mpaka asubuhi kumekucha. Maana kikweli ile jambo bwana limemshangaza sana, kwani hakuamini kuona kwamba kumbe binti ana mambo ya ajabu, yani ni binti ambaye sio mtu wa kawaida. Sasa bwana, ili kujua ni kitu gani kilichotokea usiku ule, siku inayofuata ikabidi amtafute demu wake ili ajaribu kumuuliza ni nini kimempata. Basi binti akamjibu kwamba mimi kweli nilikuwa ni siri yangu, lakini acha nikwambie ukweli kwamba mimi kuna siku niling'atwa na wolfu, wale mbwa mwitu, lakini sasa kwa sababu kidonda kilikuwa kidogo sikuwa na haja kupata vaccine. Basi kama ulipoona pale, mwamba baada ya kusikia story ikabidi aondoke bila hata kusema lolote bwana. Binti akamfuata akamkimbilia akamwambia vipi mbona niacha, mimi bado nakupenda. Mwamba akaondoka na akamchana kwamba tumeachana, sikutaki tena. Mwamba alihofia uhai wake bwana. Siku moja akiwa na binti yake wakiwa wanatoka sehemu fulani, ghafla ndio akamwona yule binti bwana. Sasa kuelewa wengi likapelekea mchizi mpaka akapata ajali, akagonga duka la watu bwana. Sasa mwamba akiwa yuko ndani akijaribu kuzungumza na wenye duka bwana, kwa jinsi alipotia hasara na jinsi ya kulipa, mara ghafla katoka nje spidi sana baada ya kumuona mtoto wake anaenda kusalimiana na yule dada bwana. Baada hapo bwana, unajua kilitokea nini? Yule mtoto sasa akamwalika dina yule dada ambaye ni wolf nyumbani kwao. Mwamba alimind kinyama sana, akamtimua yule binti, lakini yule binti bwana akajaribu kumuelezea kwamba mshikaji, kwamba mimi huwa nageuka wolf usiku tu, yani nisamee bwana, usimfanyie hivyo. Lakini mwamba akawa mgumu kumuelewa yule binti bwana. Ujue mapenzi yana nguvu sana bwana. Japo mchizi alijaribu kumkataa binti, lakini akajikuta bado anampenda, ikabidi tu amfuate. Maana sasa ujue bwana, mapenzi yana nguvu sana. Ikabidi aongee naye wajaribu kudiscuss kitu. Baada ya kuongea kumaliza bwana, mwamba bwana ujue ana mapenzi ya dhati sana kwa huyo binti. Akajikuta kwamba kila siku inabidi akaa ananunua kuku wa kienyeji wawili, kwa sababu binti akifika usiku huwa anageuka kuwa wolfu. Kwa hiyo wale ndio ndo chakula chake. Basi bwana, akiwa ikifika usiku mwanangu, mchizi anafungia binti, anakula vitu vyake, maisha yakawa yanasonga bwana, na waliishi kwa furaha sana. Sasa siku moja bwana, yule binti akapata ujauzito, ila sasa akawa na stress sana, kwani alikuwa anaamini kwamba huenda mtoto wake atakayemzaa naye atakuwa wolfu. Itakuwa tatizo kubwa sana. Mwamba baada ya kuona mpenzi wake na mawazo sana, ikabidi atafute siku amtoe vacation, yani watoke out pamoja na binti yake, ili wakalebata kidogo ng'ambo kidogo, ili kutoa mawazo yale. Baada ya kutumia usiku moja wa safari, siku iliyofuata mwamba alipojaribu kuwasha gari kakataa kuwaka bwana, ikaonyesha kwamba gari ina matatizo. Sasa bwana, siku ya leo ilikuwa ni siku mbaya sana, kwani ilikuwa ni siku ya full moon, na ikifika siku ya full moon binti anageuka kuwa complete kabisa mbwa mwitu. Pale akakimbia mbali na maeneo aliyokuwepo ili kuepusha balaa. Basi bwana, wale bwana ikabidi wabaki kwenye gari kusikilizia pakuche, wajue cha kufanya, maana simu ilikuwa shazima chaji. Kwa hiyo bwana haina jinsi. Sasa bwana wakatemeka pale, wakatokewa na majamaa fulani. Wale majamaa bwana ni majizi yani. Sasa akaona bwana hapa hawachizi amekwama hapa, atakuwa na chochote kitu ili wawaibie. Sasa bwana mwamba akamwambia bwana, wenyewe ondokeni hapa, haya maeneo sio mazuri, kuna kitu cha ajabu kitatokea. Lakini wachizi hawakuelewa bwana kilichotokea bwana. Bwana yule mwanamke mbwa mwitu ndo akaja bwana, akafanya kitu mbaya sana, ila huyu jamaa apewe maua yake, maana kuishi na mtu kama huyu ni noma sana. Mtoto wake bwana, kuna ile tukio aliogopa sana. Ikabidi mwamba ampoze binti yake, amwambie kwamba hivi vitu ni vya kawaida na huyo ndo mama yako na hakuna namna. Basi bwana ikabidi binti amkumbatie baba yake, na kuna hana cha kufanya. Ukipenda ua penda na boga lake.
Sasa ilipofika alfajiri bwana, ikawa binti tayari amesharudi katika umbo lake la kawaida la ubinadamu. Baada hapo Mwamba akachukua betri ambazo zilizokuwa kwa wale jamaa ambao walikuwa ni wezi, akachukua kaweka kwenye gari yake na hatimaye safari ikaendelea. Basi bwana, picha ndio ikaishia hapo, na hii picha inatuelezea kwamba ni jinsi gani katika maisha ya binadamu. Katika binadamu bwana, hakuna ambaye aliyekamilika. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuishi tu sawa na kuishi rili, kuishi maisha yako kwa sababu binadamu wote tupo, lakini hakuna ambaye aliyekamilika, na kwa mantiki hiyo usije ukajiona kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Basi mwanazengu yangu ni hayo tu, na kama una maoni yote basi weka kwenye komenti.